Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Karibu sote kwenda kumshukuru Mungu kwa sababu ametulinda na kutufikisha tena msiku ya Saturday ya leo, ili kwamba tupate kumkaribia, maana maombi ni mtu kuzungumza pamoja na Mungu na kusikiliza neno la Bwana ni Mungu anazungumza pamoja na mtu. Karibu sote kwa kuweza kumtukuza Mungu kwa kumuinua, kutupatia nafasi ya kumsogelea katika Saturday ya leo. Karibu sote kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Tunasema asante kwa kukaribisha mama huyo, kukaribisha dada huyo, kaka huyo, mtoto huyu, ndugu huyu, jamaa na marafiki mbele yako katika hiyo Saturday jioni. Bwana, tunabariki jina lako, sifa ni zako, mtakatifu wa Israeli. Wewe ni Mungu mwenye neema zote, mjuu sana. Tumaini letu na tegemeo letu, msaada wetu, kimbilio na mfalme wetu wa amani, ambao Bwana tunayekutumainia usiku na mchana. Pasipo wewe sisi kitu, hatuwezi lolote. Pasipo wewe tunaweza yote, ndani yake wewe tutiaye nguvu. Kwa hiyo Bwana, maandiko nasema mahali wawili watatu wanapokutanika katika mbele yako kwa jina lako, wewe ni pamoja nao. Na unasema kama watu wawili watapatana na kuomba kitu kimoja mbele yako, hakika Bwana utaweza kuwajibia, na kile watakachofungua hapa duniani mbinguni kitafunguliwa. Kwa hiyo Bwana, tunakutana zaidi ya watatu na wanne, tuko mbele yako Bwana ili tupate kukuabudu, maana tunajua kwamba maombi Bwana ni silaha. Katika saa za jioni tunakukaribia, tunakuja mbele yako Bwana, tukikuja kukushukuru kwa yote na uzima, pumzi ambao umetupa Bwana, ambao tumepokea kutoka kwako bure. Asante kwa kutupatia afya. Kuna wengi wangetaka kukua mali hapa, lakini hawapate ile nafasi. Kama sisi tumekaribia mali hapa Bwana, hakika Bwana haiko kwa nguvu zetu, si kwamba tuko wazuri, lakini ni neema yako Bwana. Ni kwa sababu umetupatia kibali ili tupate kufikia mali hapa. Jina lako lipewe sifa, mfalme wa amani, kimbilio na tegemeo letu, msaada wetu wa karibu. Ni katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwenye neema zote, ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima. Shukrani sikurudilie Bwana majeshi. Wewe ni Mungu mtakatifu, 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 Mungu mwenye neema zote, kwa jina la Yesu Kristo. Katika hali ya maombi, maandiko yanasema Mungu wetu ni mtakatifu, aliyetuita ni mtakatifu, nasi tunayokuja mbele yake lazima tukue watakatifu kama yeye aliyetuita. Pamoja na hiyo, tunajua kwamba tunaishi katika dunia hii, na dunia hii ni dunia ya dhambi, na sisi tunavaa mwili, na mwili ni mwili wa udhaifu. Wakati wote tunamkosea Mungu kwa njia hii ama ile yenye tunajua na tusiyojua. Kwa hiyo tuko mbele ya Bwana, tutenda kumwambia Mungu, we're gonna ask God to forgive us, because the Bible say someone who say you don't have a sin, you want to make God liar, because God cannot lie. Even when you say you don't have a sin, you deceive yourself. That's why today you're gonna ask God to forgive you in order for us to pray. The prayer of sinners is noise before the Lord. Maombi ya mwenye dhambi ni makelele mbele ya Mungu. Kwa hiyo tenda kumwambia Mungu akusamehe, akurumie na tusamehe sote, na usamehe wote ambao wamekukosea. Wala ambao unajua na wawekea kashirani, waambie Mungu awasamehe na wahurumie, ili kwamba Baba wetu wa mbinguni apate kukusamehe. Karibu sote kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuja mbele yako katika mchana wa leo, kwa wakati huna muda huu na wakati huna kwa saa kama na hii, ili kwamba tupate kukukaribia na kukusogelea. Hakika Bwana, tunaomba rehema zako na neema yako. Tukija mbele yako tukiomba, Bwana utusamee, uturumie Bwana, maana sisi ni watu binadamu, watu ambao wanavaa mwili ya dhambi, mwili mzito, mwili wa dhambi, mwili wa tamaa. Macho yetu na mawazo na dhamiri zetu, mwenendo wetu na miguu yetu, mikono yetu, akili zetu na feelings za maisha yetu ya mili zetu, wakati wote Bwana tunaomba utukubali na utusamee. Samee taifa lako, samee Bwana wote ambao wamekuja katika prayer center siku ya leo. Samee kila yule ambao mali hapa, na wale ambao wako nje ya nafasi hii, wale ambao Bwana wako tumetukosea.
wale ambao wamekosea ndugu huyu, dada huyu, kaka huyu, mama huyo, Baba Bwana tunaomba uwasamee na uwahurumie, nasi pia tusamee kwa kuwakosea pia wengine, maana sisi Bwana wenyewe tuko mbele yako si watakatifu, lakini tumekuja kwako ili kwamba tupate kutakasika na wewe, maana wewe ndio mtakatifu ya watakatifu. Tunaomba utuoshe na utusafishe. Omba damu ya Yesu Kristo, omba damu ya damani, damu ya uwezo, damu ya Bwana pate kutakasa na kuondoa na kukondolea dhambi, maana maandiko yanasema damu ya Yesu inaondoa dhambi na itusafisha na uzalimu wote. Biblia inasema kwamba yeye ni mwaminifu na wa haki na atatusafisha kwa uzalimu na uzalimu wote ataiondoa. Omba Bwana kutakase, akusafishe Baba katika jina la Yesu. Biblia inasema kwa mwaminifu ndani ya kitabu cha Yohana wa kwanza sura yake Bwana 4. Biblia inasema kwamba sura 3 mfalme amani, maana unasema kwamba wewe ni mwaminifu na wa haki wakati ambao tunaposhuka na kunyenyekea na kuomba usamaha, na uko mwaminifu ili Bwana upate kutuondolea na kusafisha dhambi zote. Ndio maana Bwana tunaomba utuhurumie, ututakase, utusafishe Bwana. Samehe wote wanaotukosea, samehe nyumba yangu na watoto wangu, samehe jamaa langu lote, samehe ndugu zangu, samehe Bwana wa ndugu zetu wote, uwahurumie Bwana majeshi. Uko mwema mwenye neema zote, kanisa lako Bwana wasamehe, samehe watumishi wako, viongozi na wazee, samehe Bwana waumini wote katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu kwa jina lake Yesu, naomba rehema na neema yako. Wewe ndio mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Samehe kila Bwana wote ambao waliamini maneno ambayo ulitupatia, wale ambao wanatuita wazazi wa kiroho Baba, uwasamehe wa baba na wa mama, vijana na wasichana, mahali pote walipo Bwana majeshi. Ninaamini ni wao ni kama mti ambao Bwana inapandwa, na maandiko yanasema wakati mti Bwana unapokuwa hautazaa matunda unakuwa tayari kukatwa, lakini mchungaji akasema Bwana uweze kuiacha tawi zingine mwaka unaokuja, unaweza katoa tena matunda, maana tutaipulizia, tutaitilia mbolewa katika jina la Yesu. Ndio tunawaombea usamaha, wahurumie wote kule wanaweza kukosea katika njia ila maile, wanaojua na wasiojua. Naomba rehema zako juu yao, uwatakase na wasafishe kila mtu kwa jina lake, mtakase na muondolee dhambi, usiwasabirie wingi wa dhambi katika jina la Yesu Kristo. Njoo Mungu mwenye neema zote katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa damu ya damani, damu ya uwezo, damu ya ushindi, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, uinuliwe na upewe sifa, utukufu na heshima, ni katika jina la Yesu Kristo. Panda mlimani, umwite Yesu anaweza. Panda mlimani, panda mlimani, umwite Yesu ana. Oh, panda mlimani, umwite Yesu anaweza. Panda mlimani, panda mlimani, umwite Yesu anaweza. Oh, panda mlimani, umwite Yesu anaweza. Panda mlimani, panda mlimani, umwite Yesu anaweza. Baba niongoze, nimalize mwendo salama. Baba niongoze, Baba niongoze, nimalize mwendo salama. Oh, panda mlimani, umwite Yesu anaweza. Panda mlimani, panda mlimani, umwite Yesu umwite Yesu anaweza. Umwite Yesu anaweza. Umwite Yesu Yesu anaweza. Umwite Yesu ambia Yesu anaweza. Umwite Yesu Baba niongoze, nimalize mwendo salama. Baba niongoze, Baba niongoze, nimalize mwendo salama. Baba niongoze, malize mwendo salama. Baba niongoze, Baba niongoze, nimalize mwendo salama. Oh, nimalize mwendo salama. Kweli nimalize mwendo salama. Oh,
nimalize mwendo salama. Oh, umwite Yesu anaweza, mwite Yesu, kweli umwite Yesu anaweza. Iyo umwite Yesu anaweza, kweli umwite Yesu anaweza. Iyo umwite Yesu anaweza, kweli umwite Yesu anaweza. Oh, umwite Yesu anaweza. Nimalize mwendo salama, mwendo kweli nimalize mwendo salama. Nimalize mwendo salama. Umwite Yesu anaweza, Yesu kweli umwite Yesu anaweza. Umwite Yesu anaweza. Ndugu mpendwa, maandiko yanasema ya kwamba hatuwezi kitu pasipo yeye, tunaweza yote ndani yake atutie nguvu. Ambia Roho Mtakatifu, Roho ya Bwana akuongezee nguvu, akujaze, aziturukuze ndani mwako, alitupatie nguvu. Karibu sote kwa maombi. Maandiko matakatifu inatuomba Bwana majeshi kwamba tukikaa ndani ya neno lako na wewe Bwana ukiwa ndani mwetu, hakika Bwana tutafanya lolote ambalo tunalifanya, lakini tusipokaa ndani yako Bwana, hakika tutaweza kufanya lolote. Hakika ndio maana tunaomba Roho Mtakatifu, Roho yako Bwana majeshi, roho ya uwezo, roho ya ushindi, roho ya mamlaka, roho ya nguvu, apate kukaa pamoja nasi, mfariji, mwalimu, mwongozi, anayetufunulia yale ambayo tusiyoyajua. Baba, tunahitaji Bwana roho ya nguvu. Maandiko nasema mtakapofika, mtakapongojea pale kwenye Yerusalemu kwenye chumba cha juu, mtakapopokea nguvu za Roho Mtakatifu, halafu pale mtakuwa washuhuda wangu katika Samaria, Yudea na Yerusalemu yote na mpaka misho ya dunia. Hakika Bwana majeshi, ndio tunaomba Roho Mtakatifu, roho uweza, roho ya nguvu tujaza, tuvike, azunguka, tujaze mali hapa, hata wale nafasi hii. Roho ya Bwana tawale kila mtu ambaye alifika mali hapa. Roho yako Mtakatifu tuwezeshe, maana maandiko yanasema mkitabu cha Filipi sura ya 4 mstari wa 13 ya kwamba tunaweza yote ndani yake yeye atutie nguvu. Katika jina la Yesu tunahitaji tutie nguvu Bwana, maana sisi peke yetu tutaweza lolote, hatutaweza lolote Bwana. Tuko hapo, tutumikishe. Roho Mtakatifu, tunafungua moyo wetu, tunataka kututumie kama vyombo, ututumikishe Mtakatifu, tuwezeshe Bwana mabwana. Maandiko nasema nimepewa, niwapa uwezo ya kuweza kutembea juu ya nyoka na nge, niwapatia uwezo wa kuombea wagonjwa, niwapatia mamlaka ya kuweza kukemea mapepo katika jina la Yesu. Naomba roho ya Bwana, roho ya uwezo, roho ya ushindi, roho ya mamlaka apate kutawala nafasi hii katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana uko Mungu mwenye neema zote, mjuu sana, mfalme amani, kimbilio letu na tegemeo letu, msaada wetu wa karibu. Tunaomba roho yako Baba, roho yako atawale watoto na wandugu na wamama na wababa na vijana wasichana. Roho yako atawale nafasi hii, maana maandiko inasema ya kwamba katika ile siku za mwisho utamwanga roho yako juu ya vijana na wasichana. Roho Mtakatifu, roho ya nguvu apate kutawala nafasi hii, amimine karama na vipaji, amimine zawadi Bwana majeshi, amimine karama na vipaji vipate kuripuka katika eneo hii, vipaji vipate kuripuka kati yetu. Roho Mtakatifu, roho ya uweza, tunahitaji zawadi za roho, tunahitaji karama za roho, tunahitaji karama za Roho Mtakatifu, maana karama zako Bwana ndio baraka zetu, karama zako ndio baraka zetu, karama zako Bwana. Omba karama za Roho Mtakatifu, zawadi za Roho Mtakatifu zipate kujia kila mmoja wetu kati hapa nafasi hii na siku ya leo katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, asante kwa karama zako. Baba, asante kwa karama yako, karama za uombaji, karama za kutabiri, karama Bwana za kusema kwa lugha mpya, karama za kuombea watu uponyaji, karama za ujuzi na ufahamu, karama za uchunguzi, karama za kutafsiri maono, karama. Nomba karama za kwa watoto wako, karama kwa kanisa, kwa kundi mzima. Asante Bwana kwa karama, maana karama ya Josefu ilipata kumwinua na kumfikisha mbali. Tunaomba karama zako zilipuke kati yetu siku ya leo Bwana. Watu wako wapatie karama, na kwa wale ambao watakapofika mahali hapa waongezewe karama katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana.
Asante Yesu. Katika hali ya maombi nitapenda uende kupinga mipango ya ibilisi. Shetani ni mwenye wivu, hapendi kazi hii ili kwamba ipate kuendelea. Utaenda kushimamia kila mpinu za ibilisi, kila kitu. Magonjwa inakuwa nyuma yake na pepo, maprobleme inapokuwa inafatana maisha yako, ina nyuma yake kuna pepo. Shetani anafuatilia. Ukosefu na ukiwa, kuna pepo. Kama hutaipiga vita, shetani halale usiku na mchana. Anajua mipango yako, anajua kazi zako, anajua njia zako, anajua nyota yako inangaa vipi. Anashimama na tia milango inafungwa unawekwa wakati huu. Maana naamini ya kwamba Bwana iko kwa upande wetu ili atupiganie vita, maana vita si vyetu ila vita ni vyake. Napenda kwa hiyo wakati utapata kushimama, unaweza kushimama uombe jinsi vile Bwana atakapokuongoza. Wanje kuwa makea na kuangamiza kila mbinu, kila mpango wa ibilisi. Karibu sote kwa maombi. Katika jina la Yesu Kristo, nenda kwa makia na kuteketeza kila mbinu zote za ibilisi, hewa zote za wagozi, mipango ya wachawi, mipango yote ambayo sio jina lako katika maisha yao, ndani ya maisha yao na mpango wa watoto wao, hewa zote za kuzimu, nenda kuziamakia. It's time for you to fight in the spirit, to fight with the devil, because the devil is fighting your life and the devil never sleeps. Devil is always awake to fight believers. Now this time around, you have given the power of the Holy Spirit to stand and fight for devil, deny devil and chase him from here, cast him from here, kick him from here. He might live your life in my name of Jesus. Enda kukemea kila mbinu sasa ibilisi, ambia shetani mwovu apate kuachilia kila kilicho chako katika jina la Yesu. Enda kuangamiza, enda kuteketeza, enda kubomoa na kusambaza kila mpango wa ibilisi hicho kingine katika maisha yetu. Toka sasa shetani, enda mahali pakavu. Achilia watoto wa Bwana, achilia watoto wa Yesu, achilia watoto wa Yesu, achilia watoto wa Yesu, achilia baraka zao, achilia karama zao, achilia mpango yao, achilia njia zao, achilia makazi zao kwa jina la Yesu. Magonjwa, achilia pepo za garagara, pepo za garagara, pepo za kuhangaika, pepo za garagara, pepo za magonjwa, pepo za kubloke madoshe zao, pepo zote ondoka na mahali pakavu kwa jina la Yesu. Nakemea kila pepo, nakemea kila magonjwa, nakemea kila mauti, mablokaje, mafrenaje, hizo zote za uzito ambazo zinazuiza watu kuonekana kanisa, za kufunga watu, kuongoza watu katika hali ya maombi, mipango ya kukua busy na ukataa kuwa na muda kwa kazi ya Bwana. Nasema toka, enda mahali pakavu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana uko mwema, mwenye neema zote, Mungu mjuu sana, mfalme amani, katika jina la Yesu na haribu na sambaza na teketeza na vunja na teketeza pepo za marezo sosio ambazo zimeinuka na kutia watu mu distraction. Hewa zote na zikembea, pepo zinatembea mtandaoni, hewa zote ambazo zinatembea katika mjini, pepo ambazo zinatembea mkarte, hewa za mauashi, pepo zote za uzini na ukiwa, hewa zote za mikoshi, balana laana nasi ya makia na teketeza na ichoma kwa moto ulao, na isambaza kwa moto ulao, na ichoma kwa moto ulao, na isambaza kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba, asante. Enda kutangaza ushindi katika kila kazi zako. Sema niko mshindi katika njia zako. Sema niko mshindi. Shimame, shetani shimame, shetani anguke, na Bwana shimame kama bendera ya ushindi katika maisha yako, na shetani anguke, asambaratike katika maisha yake. Mipango yote ambayo shetani anapanga ikuwe ni ile sans effet. Kila mishana ambayo anakutupia ikuwe ni ile sans effet. Kila mitego amekutegea, wacha uanguke ndani yake wenyewe. Wale wa mazisho wa maikaria, wa Rosecroix, wale ambao wamegeuka kwa ajili ya kujifanya kuwa wenye nuru, wanaonekana mbele yako ili wakuangushe. Enda kuambia wenyewe waanguke katika shimo zile ambao wanakuchimbia katika jina la Yesu. Wepeke wa shetani wachao, wale ambao wanainfluence watu ili kwamba wapate kutupiga vita, Bwana anasema wepeke waanguke ndani ya shimo zao, ndani ya mitego yao, ndani ya kila mpango yao ambao iko mbovu, na tambaza kambi yao, na wote walipangana kuja kwa njia moja, na wasambaza kwa njia 7. Toka kwa jina la Yesu. Asante Baba, asante. Ninahitaji neema
yetu katika jina la Yesu. Naomba Bwana upekee, Bwana tunatangaza sema kwa Jehova Nisi katika kila project. Bwana wewe ndio usalama kwa kuna mwingine. Kazi yako hata ukimize. Tena Baba kama Jehova Nisi, kila project zetu simama kama Jehova Nisi. Kila mpango tunakamata bali ufunguliwe kwa kanisa mahali hapa. Bali sisi zote ambazo kwa bloke zipate kufunguliwa. Baba kazi ni yako, mimi sivyo la kufanya, lakini wewe unajua la kufanya. Ndio maana Bwana nakupatia kazi yako Bwana. Wakati unapopita kwa kazi unasema tuichukue kwako, tuondoe ile mizigo na tukupatie, lakini tuchukue nira yako, maana nira yako ni mwepesi na ni laini. Ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima. Shukrani sikurudilie ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, asante maana uko Mungu mwenye neema zote. Twende kuombea ibada za kesho. Tuambie Bwana pekee onekane katika ibada za kesho. Mahali pale watu wengine watakapoabudia kwenye kanisa la hapa JCI katika nchi ya Afrika. Bwana onekane ndani ya makanisa za Mennonite na makanisa zingine zote, tuzikabidhi katika mikono ya Bwana. Tuambie Bwana pekee onekane, apate kuleta watu kwenye makanisa, watu wakuje kukutana pamoja na Yesu, wasije kutafuta binadamu, lakini wakuje kukutana pamoja na Mungu, na Mungu pekee wafungulie milango, ijulikane kwamba Bwana amewaita kwa kazi. Karibu sote kwa maombi. Baba, tunakabidhi makanisa zote mkononi mwako, maana ulitutuma hapa ili kwamba tupate kuvua nafsi, tuhubiri neno lako kwa mataifa, wakuwe wanafunzi wako. Hakika Bwana, kesho ni siku ya kuabudu. Ndio nataka Bwana uweze kukutana pamoja na watu. Leta watu kutoka kuume, kushoto, kaskazini, magharibi na mashariki katika ibada mbalimbali na makanisa mbalimbali. Wale ambao wanakutafuta Bwana majeshi, tunakabidhi watu wako Bwana, wa Kristo na wale wasio wa Kristo. Leta watu, uwatoe katika kidunia, uwalete kwako siku ya maibada, makanisa zijae. Leta watu. Ninasema kuna anayekuja kwako sipo kwa neno mwita. Tunakabidhi makanisa zote mkononi mwako Bwana, na ibada kesho ya asubuhi na jioni yote tunakabidhi mkononi mwako. Makanisa zote mahali pote walipo. Bwana, leo tunahitaji Bwana uende kugusa watu. Biblia inasema kuna wanaokuja kwako sipo kwa neno waita, na kama unawaita Bwana hawatatoka vile walivyokuja. Uende kuwaleta Bwana, na kesho wakwe na ushuhuda kutoka pande zote, maana Bwana tunaamini umewatendea. Asante kwa jina la Yesu Kristo. Katika njia ya maombi tutaenda kuombea wagonjwa. I need us to gonna pray for the sick. I need you to raise your voice, because one day when you was sick, someone prayed for you. So you have to pray also to other people too when they sick. Right now, there are so many people are sick. You don't know them. Either you don't know them, even if you don't know them, even if you know them, you have to pray for them in general, to pray for the sick people who are sick, who are in the hospital, even here, to pray for them. Some people are home because they don't have even medication. Tell God to heal them miraculously. Tuende kuomba Mungu apate kuponya wagonjwa kimiujiza. Karibu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu, katika hali ya maombi tunakabidhi wagonjwa wote mkononi mwako. Nataka Bwana upe kukutane pamoja na wagonjwa, upate kuwaponya wagonjwa wote ambao wanatazama kwa hiyo wakati. Nataka wapokee uponyaji. Wale ambao katika hospitali, nataka wapokee uponyaji. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji. Wagonjwa ambao wanagonjwa kasere, wagonjwa ambao wanagonjwa diabete, wagonjwa ambao wanagonjwa malaria, wagonjwa ambao wanagonjwa leukemia, wagonjwa ambao wanagonjwa magonjwa ya kila namna, naomba Bwana upokee uponyaji. Naomba upokee uponyaji. Bwana gusa roho zao. Bwana uwaponye, Bwana uwaponye, Bwana uwaponye, Bwana uwaponye, Bwana uwaponye, Bwana uwaponye, waponye, 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 waponye kwa jina la Yesu. Asante Baba, asante. Maana wewe ndio Mungu mwenye neema zote. Baba, nasema uwaponye. Baba, naomba uwaponye. Mkono wako ambao ufupike, sikio lako si ngumu kuwasikia, acha uwaponye. Maana unafika mahali hapa kwa wakati wote, unafika mahali pote kwa wakati wote. Uwaponye mahali pote upo. Baba, uwaponye Bwana, uwaponye wagonjwa, uwaponye wagonjwa, uwaponye wagonjwa. Wale ambao ni viwete wanaekaa kwenye viti, wasimamishe. Wale ambao viwete wanaekaa kwenye viti, wasimamishe. Wale ambao wanagonjwa katika tumbo, wana wanagonjwa kwenye kichwa, wana wanagonjwa kwenye mishingo, wana wanagonjwa macho, wana wanagonjwa vikohozi, wanaogonjwa mahoma, wanaogonjwa malaria, wanaogonjwa ukimwi, wanaogonjwa kasere, wanaogonjwa diabete. Roma Bwana uwaponye katika jina la Yesu Kristo.
Asante Baba, ni katika jina la Yesu. Katika hali ya maombi tunaenda kuombea wandugu ambao watoto wetu ambao wanakaa katika manyumba katika pumziko. Watoto wengi wanakaa katika pumziko, ndio wakati wanafanyaka kuharibika. Waambie Mungu aprotege watoto wetu, aendelee kumaintenir education yao mahali pale walipo, na Mungu aendelee kutafutia wale ambao wanalipaka masomo. Mungu apate kuwapatia pesa ili kwamba wapate kulipia watoto wao shule, na Mungu aende kutufungulia milango. Mungu apate kutupatia pesa pia ili tuweze kusaidia wengine ambao hawajiwezi. Karibu sote kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu, katika kipindi cha vacation, watoto wetu katika shule, katika manyumba wako shuleni, Baba tunataka waprotege ili Bwana majeshi wasipate kuiga vitu visivyofaa, lakini Bwana majeshi wapate kulinda shule, wapate linda education yao kwa mzuri. Wanaporudi kwenye shule waweze vizuri. Wale ambao wanakosa Bwana wanakosa nauli, tunataka Bwana kosa pesa ya kulipa shule, Baba tunataka upeko tuwezeshe ili Bwana majeshi tupate kuweza kuwasaidia, na wale ambao hawana wafungulie milango pia, wale ambao wana kazi wapate kazi, ili kwamba Bwana wapate kuwa na uwezo wa kupata kusomesha watoto zao, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, wendo mwenye neema sote, waprotege na walinde ili kwamba Bwana wasiweze kutoka katika njia mbovu wakati wa katika pumziko. Wengi wanaingia katika mambo siyofaa, ndio maana Bwana majeshi waprotege kontra mambo mabaya, ili kwamba Bwana wanaporudia kwenye shule na kule waprotege katika mambo mabaya ambayo shetani wapangia kwenye shule. Baba wawezeshe, wapatie akili mzuri wakati wana experience pamoja na wazazi wao katika mwingine. Ubariki na upewe sifa, tukufu na heshima. Shukrani sikurulie. Katika ile maombi tunaenda kuombea wafungwa. Tuambie Bwana apate kuwafungua katika magereza walio ndani. Kuna magereza ya kiroho pia ya kimwili. Wafungwa wanafungwa katika magerezani kwa sababu ya makosa yao. Wengine wanasingiziwa pia. Wengine wameambiwa maneno ambao wanasema hawataendelea, ni ufungwa. Wengine wamezika nyota zao. Hiyo yote ni ufungwa. Tuambie Bwana apate kuweza kuzifungua nyota za watu zinazovichwa. Bwana apate kuzifungua. Na maisha ya mtu unaweza kuonekana kama uko mzima unatembea uko huru, wakati mwingine watu huku umefungwa na watu ambao sikupende. Unaonekana kama unapendwa na watu, lakini sio kila mtu ambaye anakupenda. Na wanaokuonesha meno mweupe hakusema kwamba wanacheka. Wakati wengine wanakuonesha meno kama vile majiwe ya kukupigia ama ni chuma za kukuumiza. Kwa hiyo wakati unakuambia Bwana yeye peke apate kufungua wafungwa, na wewe mwenyewe ujidelie na maneno ya watu ambao walisema mabaya juu yako, ujifungule, ujifanyizie auto deliverance ya kujiachililia kutoka katika kila kifunga masemi na kila mishale ambao shetani ameweza kuipanga na kutumia watu ili wapate kufunga. This is a time to pray for yourself, to pray for other people who are in a bondage of devil, of sin, because watu wengine wanafungwa katika dhambi. Tuambie Bwana apate kuweza kuwafungua. Na wewe mwenyewe kama uko na character yenye haiko good before God, before your people, before your family, unaambia Bwana remove me from this bad character. I need to learn to be good, to be humble, to be humble and kind. And ambia Bwana, if you have a bad character that it not make you be good, tell God to remove it, to deliver you from that bad character. And in the same way, if you know someone who has a bad character, pray for them. Na vile uende kuombea wale ambao wanajikuta wako katika hali mbaya, tabia mbaya, ambao wanafungwa na hewa mbovu. Karibu sote kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa hiyo wakati nakwambia kama na hii kuna watu ambao wanafungwa na mipango ya shetani, na shetani anawaambia kwamba hawataendelea kampeni, ya kwamba maisha yao yako chini ya ulinzi. Wengine wamezika nyota zao, wengine wamezika maisha yao, wamewaongelea maneno mabaya kutoka kwa shangazi wa mjomba na baba na wazazi wale ambao wamechukia watoto zao. Kwa hiyo wakati nakwambia kama kurudi mwako, bana ulikuja kufungua na kutangaza kwamba amani kwa wote ambao wanakuwa katika ufungo, na kuwatangazia uhuru wale ambao wanafungwa. Kwa hiyo wakati nakwambia kama hii, nataka Bwana wafungue katika jina la Yesu, wafungue kabisa hata kila kamba zote ambazo zilikuwa zinawafunga, kila chene zote ambazo zilikuwa zinawafunga, kila minyororo yote ambayo ilikuwa inafunga maisha yao, ambayo inafunga safari zao, nenda kuikatakata, nenda kuipomoa, nenda kuisambaza, nenda kuivunja roho moto lao na kuteketeza kila kamba zote ambazo zinawafungwa
naenda kuzifunga kwa jina la Yesu. Wale ambao katika magereza wafungue Bwana kulia makosa yao, makosa na gereza hiyo mafundisho wasome Bwana kitu kutoka katika ile magereza ambao ndani, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, wewe ndio mwenye neema zote, mjuu sana mfalme amani, ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Nenda Bwana kwa hii kubomoa na kubomoa, kusambaza kila minyororo na kamba ambao shetani amefunga taifa lake, taifa la Bwana. Nenda kuikatakata, na hitaji moto lao upate kuchoma kila kambi ya shetani ampane bloke watu kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru katika kila jambo ambalo tumeombea mahali hapa. Tunasema asante kwa sababu tumekuwa washindi juu ya washindi katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana, kila kitu kimefunguliwa, kazi yako imefunguliwa, kazi yako imetendeka, kazi yako imetendeka, na mipango ya kazi yako imefanyika. Ubarikiwa Bwana, milango ya baraka ya kipesa, milango ya kazi, milango ya kazi yako Bwana, milango ya kazi yako imefunguka Bwana. Umefungua milango kwa dada huyo, kwa mama huyo, kwa kaka huyo, kwa wandugu wako, kwa papa huyo, kwa mtumishi huyo, kwa kanisa hili Bwana, umefungua milango. Ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima, shukrani zikurulie. Ni katika jina la Yesu Kristo, ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti, ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Katika maombi nilimwita Bwana akanisikia, acha nimwite. Katika ombi nilimwita Bwana akanisikia, acha nimwite. Katika maombi nilimwita Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele yako katika mtukufu na heshima. Shukrani zikurulie mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa muujiza wako ambao Bwana unaenda kutenda katika hii wakati na kwa muda kama na hii na siku kama na ya leo. Utakapotenda muujiza, watu watakapoona yule uliyomtendea, watajua, watajiuliza ni nani aliyefanya hii, na watakapoweza kusema kwamba ni Yesu, wengi watakuja kwako, watasema Bwana, na sisi tunataka ututendee. Bwana, tenda Bwana, ili jina lako lipate kutukuzwa katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, wewe kujitumikie kazi, maana kazi ni yako Bwana. Ubarikiwe na upewe sifa. Tendea mama huyu muujiza, tendea baba huyu muujiza, tendea baba huyu muujiza, tendea mama huyu muujiza, tendea kijana huyu muujiza, tendea msichana huyu muujiza, tendea mtoto huyu muujiza kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu uko mwema. Wewe ndio Mungu mwenye neema zote. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba ujibie mahitaji ya watu wengi. Wengi wako na mahitaji sahihi kwa hii wakati. Bwana, uweze kuwasaidia, uweze kuwajibia mahitaji yao. Kwa hiyo muda watu wako mbele yako Bwana, na wote ambao walikuja mbele yako Yesu, angalia roho zao, angalia akili zao, angalia mawazo yao, angalia ombi zao, angalia kile wanachokihitaji. Maandiko nasema kabla hatujasema unakuwa unajua mahitaji yetu, na kabla hatujakuja mbele yako unatujibia. Hakika Bwana, ninaamini ya kwamba Bwana umetuona na umetusikia na unaamua kutenda. Ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima. Shukrani zikurulie. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na kushukuru. Amen. Nitapenda tuweze kuomba juu ya wasafiri, wale wanaotembea kufanya kazi ya Bwana, na wale ambao wako katika safari, wanaandaa masafari. Ndio, katika mji wa Marekani kuko masheria yake, lakini Mungu anavunjaka sheria ya mafalme. Maana Mungu ndo anainuaka mafalme kwa wafalme, na sheria ya Bwana iko juu ya sheria ya kila mfalme. Ndio maana kunaweza kuwa sheria kwamba watu hawataingia na kutoka, lakini Mungu yeye anaingizaka watu. Kama sheria ya Nebukadneza iliweza kuzuizwa, na ndio maana Mungu yule aliyetenda pamoja na Danieli, pamoja na Meshaki na Shadrake, ni Mungu wetu leo. Tunaenda kuomba wandugu ambao katika safari, ambao wameanza safari zao, wengine wanaanza safari ya ukimbizi, au katika safari, tuambie Mungu afungulie njia. Wale ambao kunatembea kufanya biashara mbalimbali, ambao kunatembea kufanya injili, na sisi ambao tuko na mipango ya injili,
kila dokima yote ambayo ilikuwa inaandaliwa ili ipate kufanyikiwa, kusudi ipate kufanyika kama ma citizen, kama ma passport. Kila mwana tafuta passport aipokee, kila nataka citizen aipate kwa urahisi. Tuambie Bwana peke onekane shimami katika ile citizen ya mama na citizen ya watu wengine wote ambao wako na mahitaji kama vile tulio na wale ambao wako na safiri, wale wakimbiza ambao katika masalamu sika, na watu ambao wako na kwa declare kuitiwa, wale wanaita wabibi zao na waume wao, wale wanaita familia zao, wanaita watoto wao. Tuambie Bwana yeye peke apate kufungua safari. Karibu sote kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kuna watu wamefika hapa wameacha watu wao katika nje ya makambi, na minaamini ya kwamba wewe kuliumba watu kuwafanya kuwa family, na wewe ndio Mungu ambao unafikiaka unity ndani ya familia. Kwa hiyo tunataka Bwana majeshi, Mungu mwenye neema zote, nataka Bwana wa majeshi, jinsi ulivyofungua safari kwa wengine, fungulia safari kwa wale ambao wanabaki pia, na jinsi ulivyotufungulia sisi pia, fungulia wale wengine ambao ulitufungulia kwa wakati mgumu. Ulikuwa wakati wa election, wakati ambao Obama alikuwa anafanya election ya mwenye anaingia kwenye kiti kwa hiyo wakati, na ndio ninaamini ya kwamba na kwa hiyo wakati kuna mambo iko nguvu kuingia na kutoka. Ndio maana Bwana, hata kama sheria imewekwa, na tunaamini ya kwamba sheria yako iko juu ya kila sheria, ndio maana sasa tunataka Bwana uweze kuwafungulia watu, maana kwako hakuna kibambazi, iwe kibambazi ya sheria, iwe kibambazi ya barua, iwe kibambazi ya yote, hakuna. Kila anayekuogopa Bwana lazima umtendee haki. Na ndio maana Bwana, haki ya kuingia na kutoka ni ya kila mwenye anakuita kuwa Bwana na Mwokozi, ya wazuri na wabaya wote, wenye mwili wewe ni Baba Mungu wao. Kwa hiyo tunawakabidhi wote mkononi mwako, maana wakati unapotenda haiko mpaka unaangalia tabia za mtu, lakini unatendaka ili kwamba jina lako lipate kutukuzwa. Kwa hiyo Bwana, nataka mwamba watu wapatie citizen, kama vile Janet umpe citizen, leta citizen ma passport kwa watu wangu hawajua kuongea. Hayo Bwana, nataka upe kusema pamoja nao. Maandiko yanasema watakapofika mbele ya wakubwa utawapatia Roho Mtakatifu, na Roho atasema maneno ambayo wasiyojua, na wasiogope, maana utakuwa pamoja nao. Hakika wale ambao katika nchi za mbali, ambao umeacha katika mainchi za mbali, nataka Bwana uwatendee, upate kuwatendea, upate kuwafungulia safari. Ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima. Wale wanaotembeza injili Bwana, nataka upe heshima pamoja nao. Utembee pamoja na wamisioneri, tembea pamoja na wanatembeza injili, usiwaachilie na usiwapungukie kamwe. Asante Yesu, maana uko mwema mwenye neema zote. Ubarikiwe na upewe sifa, utukufu na heshima. Shukrani sikurulie. Asante kwa sababu wewe ndio Mungu mtendaji mwenye unatendaka. Mungu wa kuita na kuitika ni wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Asante Yesu, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, ni katika jina la Yesu. Asante Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima. Nitapenda mshukuru Mungu. Kuko vitu ambao ulitaka uombe, lakini sasa haukuviombea. Mungu ameviona na anavijua, na anasema kwamba atakupatia. Kwa hiyo ninataka umshukuru tu na kwamba umepokea vitu vyenye ulikuja kuomba. Umshukuru tu kwa sababu Mungu amebadilisha maisha yako. Umshukuru tu maana amekujibia. Umshukuru tu kwa sababu ametenda, amekuona. Maana maandiko unasema kabla haujakuja kwenye maombi alikuwa anajua maombi yako ni gani, na kama haujaomba alikujibia. Karibu sote kwa maombi. Nenda kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kabisa na kushukuru. Nasema asante kwa sababu umefungula milango. Ubarikiwe kwa sababu milango iko wazi. Uinuliwe kwa sababu Bwana umetenda. Asante kwa sababu umetenda. Ubarikiwe kwa utendaji wako. Asante kwa kuponya. Asante kwa kufungua mengi ambayo umetenda. Sina uwezo wa kuweza kuyataya yote, lakini umefanya kila kitu. Umetenda Bwana. Asante kwa kazi yako Bwana. Ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima. Shukrani zikurulie. Yote ambayo umetenda Bwana, sifa ni zako. Maana sifa ni zako tu. Maana ule mtu ambaye alikuwa na gonjwa, ilibidi apate kugonjwa ili kwamba upate kuweza kupata sifa. Ndio maana ulisema magonjwa ya Lazaro haiko ya kufa, lakini ili utukufu ipate kurudilia. Na maandiko yanasema kwamba Bwana ule aliyekuwa kipofu kutoka kuzaliwa, unasema kufanya dhambi ama wazazi wake, lakini ilikuwa ni kusudi utukufu ipate kurudilia. Ndio maana Bwana ubarikiwe na upewe sifa, utukufu na heshima. Shukrani zikurudilie. Ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tunaomba kila mtu atashukuru Mungu. Tutaanja na Salomo, utashukuru Mungu, kisha Moses. We will start with Solomon.
Gonna thank God for what God has done. After then is Moses, then is Divine, then is Mama, then is me, and then is everybody is the sweet. Tutaendelea vile vile. Karibu Solomon, kushukuru Mungu kwa yote ambayo imepita. Omba. Thank you, God, for making us wake up today in the wonderful morning to get up and thank you and talk to you and say hello. Thank you for giving us the strength to come to prayer. Moses. Thank you, God, for making us wake up. Making us wake up early. Thank you, God, for giving us healthy, that we can go to check in. Amen. Karibu Divine. Okay. Father, in the name of Jesus, thank you for everything. You have given me a family and 2 parents. Because some kids do not only have one father. You have protected me and covered me with your blood and everybody in my family. And you have given me all I needed. You gave me home. You gave me parents that could provide food and clothes. However, you gave me time to go to school, to grow up. However, in Jesus' name. Amen. Karibu Mama Janet. Tunalishukuru jina lako, tunasema ubarikiwe Yesu, maana wewe ndio msaada wa karibu. Nashukuru kwa yote, maana uko pamoja nasi. Nashukuru kwa yote yenye unatutendea, maana tunakuomba unatusikia. Na mimi kwa yote yenye tunaomba mahali hapa, yote tunaisikia mtaitendea Baba, mtaifanyia kazi. Asante kwa kutupatia tena hii muda. Tunashukuru jina lako, maana unatujua kuliko sisi tunajijua. Wewe ndio mtenda kazi ya kila kitu yote. Unaona kila kitu yote. Na unasikia kila kitu yote tunaombea. Ninaamini utatenda na umetenda. Nasema asante na jina lako lipewe sifa. Asante kwa yote, wote wanaokuwa wana haja hii ya maombi. Naamini ya kwamba utawagusa. Maana tuliwaombea utawagusa. Asante kwako Baba, ubarikiwe na upewe sifa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu tuombe, leta chitombe. Baba, tunasema asante kwa sababu kumwema. Ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima, shukrani zikurulie. Ubarikiwe kwa sababu tulipokuja kabla tufike hapa ulikuwa umetujua na ulijua kuja kwetu hapa na ulituandalia kutupokea. Na tunapofika mahali hapa, Bwana asante kwa sababu umekubali kuja kwetu hapa na pia maombi yetu yamekubaliwa na wewe. Na kabla hatujasema neno, ulikuwa tayari umejua nini ambao tunataka kusema. Na kabla tulikuwa hatujaomba, umetujibu. Ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima, maana yote umeyajibu. Muda ambao unabaki ninikabidhi mkononi mwako. Nataka Bwana utawale neno lako. Neno lako lipate kuingia na lipate nafasi ndani ya akili zetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Nawakaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Sema Mungu wetu apate kuwabariki. Amen. Leo tutasoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 8. Samueli wa kwanza sura yake ya 3 mstari wake wa kwanza hadi wa 8. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 3, 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 8. Verse 1 to 8. I will need you to read slowly and slowly. Samueli wa kwanza sura yake ya 3 mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Yeah, 1 Samuel. I say 3 verse 1 to 8. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the child Samuel ministered to the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. And the word of God
was precious in those days. There was no open vision. There was no open visions. And it came to pass at that time, And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place, when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, and his eyes was what? began to wax dim, that he could not see. And his eyes had begun to grow dim, and so that he could not see. And macho yake ilikuwa imefanya nini? Imekomaa na hapaswi kuona. And Eri the lamp And before the lamp of God had gone out in the sanctuary of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. Where the ark of God was, and Samuel lay down to sleep. The Lord called Samuel. The Lord called Samuel. And he answered. And he answered, Here I am. Here I am. And he ran unto Eli. And he ran unto Eli. And said, Here I am. Here I am. For thou called me. And he said, I called not. And he said, I didn't call you. Lie down again. And he said, go lay down again. And he went to lay down. And the Lord called yet again. And the Lord called again. Samuel. And Samuel arose and went to Eli. And Samuel arose and go to Eli. And said, Here I am. Here I am. For thou did call me. Because you called me. And he answered, I called not. And I call you not. My son, lie down again. Go and sleep. Now Samuel did not yet know the Lord. Samuel was not yet know the Lord. Neither was the word of the Lord. And he even the word of God of the Lord. Yet revealed unto him. And yet God came to reveal himself to him. And the Lord called Samuel again. And the Lord called Samuel again. The third time. The third time. And he rose and went to And he rose and went to Eli again. And said, Here I am. And he said, Eli, here I am. For thou did call me. Because you called me. And Eli perceived that the Lord had called the child. And now Eli understood that God is the one who are calling the Lord. It means at all that time, even Eli was not yet know or understand that the child has been called by God. Is you and now until 8. Yeah, that's 8. And the Lord called Samuel again, and the third time, and he arose, went to Eli, and said, Here I am. You called me. And Eli perceived that the Lord had called the child. Yeah. Okay, that's the last one. Bwana sifiwe. Mimi napataka tusome. We're gonna speak about calling. What did you hear the most? Because what do you hear couple time when Divine is reading? Here I am. Here I am. Why he say here I am? Because Samuel heard God calling him, but he was not sure if it was So it God. means Samuel had a voice.
Had what? The Heard a voice voice. of God. Yeah, but he thought that was Eli. He thought that is Eli. So he went to Eli and said, "Here I am." And he went to Eli, he said, here I am. And Eli did not that Who was Eli? Well, Eli was a pastor at that time. He was a priest. Ni kusema nini? Acha tusome ndani ya kitabu cha Swahili mama leo na sikia hapa kitu tunasoma. Tunasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 3 mstari wake wa kwanza hadi wa 8. Tunasoma kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Na mtoto Samueli alitumikia Bwana mbele ya Eli. Neno la Bwana lilikuwa chache tu siku zile. Maono haikukua zaidi kama leo. Hakuna maono. Wengi wanasema wameona lakini inakuwa ni hawaoni. Na ilikuwa wakati ule, wakati Eli alipolala pamoja pahali pake na macho yake yalikuwa yameanza kupofuka asiweze kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado. Naye Samueli alikuwa amelala ndani ya hekalu la Bwana, pahali ilipokuwa sanduku ya Mungu. Bwana akaita Samueli, naye akasema mimi ni hapa. Akapiga mbio kwa Eli, akasema mimi ni hapa, kwa maana uliniita. Naye akasema sikukuita, lala tena. Akakwenda akalala tena. Bwana akaita tena mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaamka akakwenda kwa Eli, akasema mimi ni hapa, kwa maana uliniita. Akajibu sikukuita, mwana wangu, lala tena. Naye Samueli alikuwa hajajua Mungu bado, wala neno la Mungu lilikuwa halifunuliwa bado kwake. Kumbe neno linafunuliwa kwa mtu. Bwana akaita Samueli mara ya 3, akaamka akakwenda kwa Eli, akasema mimi ni hapa, kwa maana uliniita. Eli akafahamu ya kama ni Mungu Bwana aliyemuita mtoto. Amina. Bwana sifiwe. Hapa tumesikia neno la habari za Samueli. Samueli alikuwa mtoto wa nani? Nani anajua mama wa Samueli? Who knows the mother of Samuel? The mother of Samuel was a lady who was barren. Mama wa Samueli alikuwa mwanamke mwenye alikuwa mgumba hazalake. Nani anajua mama ya Samueli? Na mwingine ni nani? Mama ya Samueli aliomba Mungu kwa sababu alikuwa hazai mtoto, lakini mume wa baba yake na Samueli alikuwa na mwingine mwanamke. Ni kusema baba yake alikuwa na wanawake wawili. Mwanamke wa kwanza walimuita Penina. Mwanamke wa kwanza walimuita Penina. Penina alikuwa na uzazi, alikuwa na zana. Na kila mwaka Mungu alikuwa na baba yake, alikuwa baba ya Samueli walimuita Elekana. Na mama ya Samueli walimuita Ana. Ndio wanasemaka Hana. Alikuwa Ana. Do you know, have you heard about the name Hannah? Wait, Hannah? Anna, yeah, Hannah. Hannah. If you read in 1 Samuel chapter 1, you heard that story. 1 Samuel chapter 1. If you just go the other page, in the first, before the other page, Hannah, that's the story is there. Now, Hannah was praying, and she said to the Lord, akaambia Mungu, nimeomba maombi. Kila siku alikuwa naomba, na mpaka naanjalia Eli kuhani, yani pastor, namwambia bulevi yako utaifikisha kanisani mpaka lini?
Wakati uko naomba, wengi wanaweza kukwambia uko mlevi, maana unalia kiolela, makamasi na kutoka mkinywa, kwa sababu hawajui mzigo uko naye. Wakati mwingine, when I cry before the Lord, when even the running nose, you see the things coming from my nose, don't laugh at me, because I know the request that I have. So Hannah was praying because she didn't have a child. And she promised God, she said, if only you give me one child, and that child I will give it to you. He will stay in the church every day of his life. And God answered her, and she got pregnant, and she carried a baby called Samuel. And she went to deliver the child to the church, where there is a pastor, his name was Eli. So the boy, the Bible said the boy was he didn't know the Lord. He was just sleeping close to the ark, in a pulpit. The ark, it always be in a pulpit in front. He was sleeping there, and the pastor was always sleeping in church because he was old. He was a priest. And his eyes was grown. Macho yake ilikuwa naenda kuzeeka kwa sababu alikuwa na amekomala na anaenda kuwa kama kipofu. Haonake tena. Hakuwa naona. Elia. So, na sasa katoto pale ndio kalikuwa analala naye mkanisa kwa sababu Ana alieombaka Mungu akampromise akasema, Mungu ukanipatia mtoto moya mwanaume, nitamtoa mkanisa. Kwa sababu alikuwa anaonelewa na Penina. Penina alikuwa anamcheka hauza lake nini. Wakati mwingine lazima ukue na adversary. The adversary they mock us, it doesn't mean we will die in that mongery. The mongery of our mongers, it will take us to pray longer and to pray hard to the Lord and to pour our heart before him, because we want God to silence out the mouth of our mongery. When someone joke with you at school, because you don't do marks, you don't do this, you go back at home and pray. Say, God, give me one chance to win this exam. Then my monger will be silenced. Do you understand? Sometimes we pray. Wakati mwingine tunahitaji kuomba Mungu anyamazishe wanaotudharau. Bwana sifiwe. Awafunge kinywa, kwa sababu wakati mwingine watu wanakusema, wanakucheka, wanasema ule mtu iko hivi. Ana hakukuwa kanasema na Penina, hakupiganaka na Penina, lakini Ana alikuwa na umonga roho yake mbele ya Mungu, akaomba maombi. Kuna mahali tunapaswa kutafuta msaada, kuko mahali tunapaswa kutafuta msaada. Msaada wetu unapatikana kwa Mungu. Usitafutake msaada yako kwa mwanadamu. Wakati unatafuta mwanadamu atakucheka, ataonekana kama iko pamoja na wewe, kesho yake atafanya nini? Atakusema. Bwana asifiwe. Katika kila shida lazima tukue na watu wanatusema, wanatupiga vita. Benye wanatupigaka vita, wanatusogeshaka mbele ya Mungu ili kwamba Mungu apate kutupigania. Bwana asifiwe. Tunaweza kuona kwamba tunateseka, lakini kumbe mateso yetu iko natusogesha mbele ya Mungu. Bwana asifiwe. Ana akapromise Mungu, akabadilisha maombi. Wakati mwingine any other time we need to change our prayer, our topic of prayer. He was praying, Father, give me. Give me. At the other time we need to change the topic. God, if you do this for me, I shall do this. You pray the prayer promise. You know God the promise, but when you promise God too, God do. Mungu anatuahidi, lakini na sisi wakati tunapoahidi Mungu anatendaka, ili apate kuangalia kama na sisi tutakuwa wenye uaminifu kwa kutimiza ahadi zetu. Bwana asifiwe. Now, hii result ni result ya prayer, sababu mama yake aliombaka Mungu, nipatie mtoto ndamtolea kwako. Na njoo naye sasa anaka mtoto, akisha eneza miaka kaza, mara moja kaenda mpeleka mkanisani. Njoo mtoto Mungu akamtembelea. All the time when you come to church, God will visit you. Sometimes when God visits you, you always cry, run to people. Maybe you think pastor call you. Unaweza kufikiri kama mimi ndio nakuita. And God can use my voice to call you. Why?
huyu mtoto alikuwa anaenda kwa Eli because he had the voice of God like the voice of Eli. Bwana asifiwe. Mungu anatumikishaka sauti ya kiongozi wako kwa kuongea na wewe. Bwana asifiwe. God will use your father's voice to speak to you in a dream. And you can't tell me, Papa, I dream you. You told me this. It's not me. It's God. Bwana asifiwe. When I call you all the time, come to prayer. It's not me. It's God using me. Do you listen to me? Wakati naambia mketo omba, haiko mie. Ni Mungu njo ananitumikisha. He used my voice. Why? The boy had like Eli call him. Then he said, no, I didn't call you. Go sleep. And then the Lord come again and call him, Samuel. And he ran to Eli. He could not run to Eli where if he had a different voice. It's because he had the voice of Eli, yet Eli is not the one who called the boy. It's the Lord who was calling the boy. The Bible says was not the vision. I said in the beginning that masikuzi hakuna vision. Vision iko because we are in the last days. Bwana sifiwe. Kuko maono. Maono iko kipindi tuko ndani ni kipindi ya maono. Maana tuko katika kipindi kia nyakati za mwisho. Bwana sifiwe. Ni wakati ambao neno la Bwana liko kwa wingi lakini linasongwa. Maono iko nakuwa kama sio maono na neno liko nakuwa kama sio neno. Na inaonekana kwamba wachache njoo wanalipokea, sio wote wanalipokea, na haiko wote njoo wanaelewa maono ya Bwana. Bwana sifiwe. Na katika kile kipindi kulikuwa neno na kulikuwa maono, lakini maandiko na taa ya Bwana ilikuwa haijazimika. Ni kusema neno lilikuwa na lingali. Na maandiko yanasema ilikuwa chache, lakini neno la Bwana liko kwa wingi maana Yesu alishafunuliwa. Bwana sifiwe. Lakini watu hawajamwamini. Ila kipindi tuko ndani ni kipindi cha kutembelewa. Tumesikia sauti inaita. Bwana sifiwe. God is calling us to the work of God, Moses. God is calling you. Do you understand? Divine, God is calling you. Solomon, God is calling you. Mama Janet, God is calling you. God is calling you, John the Baptist. Mungu iko natuita. But the thing you need to understand is God who call you. Inahitaji uelewe ni nani anayekuita. Bwana sifiwe. Ile njoo ya maana kujua ni nani anayekuita na utasema nini wakati Mungu anakuita. Eli tell him how to respond to God's calling. If God call you, how do you going to respond? Moses. By praying. By praying. Now God call you, Moses, how do you going to respond? Kneeling down and asking God, what does he mean? And pray. Nasikia Moses anasema atauliza Mungu anataka nini. Bwana sifiwe. Yeah. You can ask her, what does he need? Why he call you? Mungu anakuita. Now, Eli said in verse 9, Musare kwa nane Eli anamwambia Samuel endesema namna gani? When you sit always with your pastor, with your father, with your teacher, who will tell you how to respond to the God's voice. That's why we tell you every day to come here in prayer. Kila mara wakati ambapo uko na kiongozi, ataendelea kukuambia namna kuitikia sauti ya nani? Ya Mungu. Unaweza kuitwa na Mungu na hawayamjua. Samuel alikuwa mkanisa, lakini haimaanishi kuikala mkanisa njoo kujua Mungu. Na neno la Mungu lazima lifunuliwe kwako. Bwana sifiwe. Na timing, wakati mwingine tunahitaji kuambia Mungu, nifunulie neno lako. Unifundishe kukujua. Na neno lako lifunuliwe kwangu. Bwana sifiwe. Neno likisha kufunuliwa kwako na unaambia Mungu sasa nifundishe kuitikia sauti yako. Kutokuitikia sauti ya Mungu na kutokujua namna kuitikia njoo maana tunashindwaka kujua mapenzi ya nani yake. Maana ukisha mjibia unasema Mungu niko hapa. Sema mtumishi wako anakusikiliza.
na Mungu atakwambia venye anataka kutafutia. Ndio maana Moses anamwambia nitamwambia anatafuta nifanye nini. Bwana sifiwe. Nitamuuliza unataka nini? What do you want? Bwana sifiwe. Okay. Soma pale 9 verse 9. Msikie gisi mwalimu, pastor for today is a pastor like me here, how he told the boy to go and respond, because you can go to the wrong side. When you come to the pastor, it's not the pastor who call you to the church. No, I didn't call anybody. It's God who called us. Wakati unakia kukanisa, haiko mwanadamu ndio anakuita. Ule alikuwa anaenda kwa sauti ya mtu. Ndio maana leo watu wengi wanaendaka mkanisa wanaenda ku wrong person, wakati kuko mwingine njoo kwa namuita. Wakati unafuata mtu uko ku wrong person, lakini fata mwenye alikuita mkazi. Bwana sifiwe. Your family can sacrifice you, can put you in a church, but it doesn't mean the pastor will, the one who call you to the church is God will visit you. There are time to sleep in a church and waiting for the voice of Lord. Read that verses. Ni wakati wa kulala mkanisa na kuomba Mungu, lakini kuna wakati wa kusikia sauti ya Mungu pia. 9 verse 9. Therefore Eli said unto Samuel. Hivi sasa Elia akaambia Samueli mtoto, akaambia kijana, Go lie down. Enda lala tena. And it shall be, And wakati itakuwa if he call thee, thou kama amekuita tena utasema, speak, Lord, ongea Baba, for the servant. kwa sababu mtumishi wako So Samuel went and lay down. anakusikiliza. Na Samueli akaenda akalala tena kulingana gisi Eli alivyosema. Enda omba tena kama vile wanavyokuambia omba tena. And the Lord came Na Mungu akakuya tena. and stood and called as at other times. Akamuita tena gisi alikuwa anamuita tena. Mungu anaitaka tu vile vile alikuitaka, njoo vile ile sauti itaendelea kurudilia. Hawezi kukuita mara moja, ataendelea kukuita kusudi upate kuelewa. Samuel. Then Samuel answered. Na Samuel akajibu. Speak. Okay. For thy servant here. Akasema Mungu, ongea. Mtumishi wako anakusikiliza. Bwana asifiwe. When we pray, we need to give God a time to speak to us. Do you listen to me? Wakati tunaomba, lazima tupatie Mungu nafasi ya kusikiliza sauti yake. Wakati gani njoo ulipatiaka Mungu wakati ya kukusikiliza? Ama unamalizaka maombi kwa kusema tu peke? What does it mean, like, for the ears of everyone that hears shall burn? Yeah, anasema Mungu alikuwa ile ni unabii sasa yenye Mungu alimwambia enda kuambia watu. Akasema nitakujaza nguvu. Wakati unaongea, kila mtu masikio yake tawaka nalo. Neno litasikuya na nguvu. Mungu alimupa nguvu. God gave him the power of word. If everybody listen, because imani inakuya kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Kila mwatasikia neno litawaka kwenye masikio yake. Sasa vile kuko mtumishi mwana aliongeaka iko mzungu watu watumika nayo huko. Niko namwambia maneno ya Mungu huku kote kunakuwa red. Kunakuwa red. Na anasema acha kuongea because your word is hitting me, is like a burning. Yeah. So ile ni unabii. Sikiliza sasa. Listen. Now listen. Sometime when we come to prayer, you need to give the Lord the time for him to speak. Wakati mwingine wakati unakochukua kwenye maombi, tunapaswa kupatia Mungu wakati ya kuongea. Bwana sifiwe. And when you pray yourself, unahitaji kupatia Mungu wakati wa kuongea. But si barokole. Tunaombaka mpaka unamaliza kuomba, unasema amen na wanaenda na yasikiliza Mungu. Bwana sifiwe. It is time us to know how to say the Lord. Say your servant is listen. Means humble yourself and accept the calling and be stead, listen to the voice of God.
Listen what God send you. Now here we sit down. That's why wakati tunakuja mbele ya kuomba kwenye maombi, hatuendake bila kusikiliza neno la Bwana. Bwana asifiwe. Now Mungu alikuwa anatuita sisi. Every day God is calling. Today God is visiting us. Na wewe kwenye utaenda, kwenye utakuwa, wakati wa kulala, katika usingizi, ndani ya ndoto, anaweza kukutokea. God can visit you and it will be according to your prayer. Samuel was sleeping in the church, waiting, and he didn't know the Lord yet. And God was not yet revealed himself to him. Ask God to reveal himself to you and to reveal his word in your life. And your life will never stay the same again. Bwana sifiwe. Ambia Mungu ajifunue kwako na afunue neno lake kwako. Na maisha yako hayatakuwa vile vile. Kulingana na neno hili, nitapenda ile ambayo umejisikilia ndani, uende ukajiombee. Bwana sifiwe. For this reason, I need you to pray what you heard in this word. Pray for yourself so God can visit you. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu, tumejifunza kuhusu kuita kwako na itikio ya mtoto Samuel, wakati ambapo alikuwa anaenda kwa mtu, kumbe na Mungu ndio anamuita. Tusaidie Bwana, tusiende kwa watu, lakini tukwende kwako ambao unatuita kwa kazi. Wakati mwingine tunaenda kwenye wrong person, wakati ambapo tunahitaji kwenda kwako. Tupatie uweza na nguvu na mamlaka na upako ya kusikiliza sauti yako, ili kukufuata na kutumikia. Asante kwa sababu ya neno lako. Wewe ndio Mungu mwenye neema zote. Jifunue kwangu, jifungue kwa watoto hawa, jifunue kwa mama, jifunue kwa kila mtu ambaye ananisikiliza kwa hii wakati. Kwa jina la Yesu Kristo, ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima. Tunaitikia ndio kwa sauti yako. Maana Samuel alikuwa mtiifu, alikuwa analamuka naenda kila mara walimuita, hakuchoka na kuitwa. Wakati aliitwa alienda kabisa, alikuwa mtiifu kwa sauti na akasema, Baba umeniita, akasema umeniita, akasema umeniita, lakini Bwana hakuchoka na kushimama. Wakati mwingine watoto wangechoka, angesema, kwa nini umenisumbua? Kwa nini umeniamsha saa yote na umesema haiko wewe, wakati niko nasikia sauti yako? Asante Bwana, nisaidie, nipatie uvumilivu ya kujua sauti yako. Hata kama utaniita mara ngapi, nitasema ndio. Acha na watu wako waseme ndio. Kwa jina la Yesu Kristo, ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima. Shukrani zikurudilie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu abariki neno lake. Amen. Basi utaomba kwa mwisho. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, hallelujah. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh, hallelujah, amen. Amen, hallelujah, amen. Karibu sote kwa kushukuru Mungu kwa kazi ambayo ametenda siku leo. Karibu sote kwa maombi. Asante Yesu kwa kuweza kuwa pamoja nasi, unaendelea nasi na umemaliza pamoja nasi. Ubarikiwe na upewe sifa, tukufu na heshima. Shukurani sikurudilie kwa kazi yako siku ya leo. Uinuliwe kwa ajili ya kuongea na taifa lako. Asante kwa kuongea na maisha yetu kwa neno lako siku ya leo. Utukuzwe na upewe sifa, tukufu na heshima. Shukrani sikurudilia wiki hii mkononi mwako, ibada ya kesho mkononi mwako. Ututangulie Bwana, utuwezeshe wiki mzima nene kabisa mkononi mwako, maana tunaamini ya kwamba utatutembelea na umetutembelea siku ya leo. Neno lako livae mwili katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, upewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Neema ya Mungu Baba na upendo wa Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu utembee nasi leo, sasa na hata milele kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu atubariki na tutatembea na amani ya Yesu Kristo.